marafiki siku ya Kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, kila mmoja anamsuta mwenzie. Wewe umenisababishia, umeniondoa kwenye taa, wewe umenisababishia nimwasi Mola wangu, wewe umenifanya jambo kadhaa, na wewe anambia sio mimi, ni wewe, ni wewe, mimi wewe, mpaka wanachukuliwa tu kwa motoni. Illa almuttaqin. Sisi ndugu zangu katika imani, leo tunamuasi Allah, hatuswali kwa sababu tunakaa na marafiki waliokuwa wabaya. Leo ndugu zangu katika imani tunafanya machafu, ni kwa sababu marafiki zetu ndio wanaotuangamiza. Unakuwa na rafiki wa kweli, lakini kumbe nyuma ya ukweli wa urafiki wako yeye mwenzio ana husda, wivu uliokuwa mbaya, hakutakii kheri hata kidogo. Unamfungulia kifua, unaongea naye, lakini mpe mgongo, wallahi atakufanyia husda na maneno ya ajabu ya ajabu. Angelikuwa ni mkweli rafiki wa kweli, aibu zako atakwambia, ndugu yangu, ndugu yangu kadha, anakwambia twetu kaswali, acha mpira, acha kadha, acha kadha, muda wa swala mcha Mola wako, acha zinaa, acha kadha. Hawa ndio marafiki wa kweli ambao mnatembea na nuru ya malaika. Hawa ndio. Lakini ukikosea ukawa na rafiki aliyekuwa mbaya, wallahi ndugu zangu, ni majuto. Wako watu humu wanaachana wake zao kwa sababu ya rafiki mbaya. Unamkuta mtu anamchukua mwenzake, wanakaa nje mpaka saa 7 usiku, saa 8 usiku, mtu kaoa, anasababisha bughudha katika maisha ya ndoa. Unamkuta mwanamke anaachika sababu moja tu, rafiki yake hakuwa mwema, kamwambia maneno mpaka mwanamke kachukia kwenye ndoa. Mtu anagombana na watu kwa sababu ya marafiki waliokuwa wabaya. Sasa mtu aangalie, leo Allah kafumba, hatuonani vifua vyetu wenyewe, lakini wallahi Allah siku anakuja kumwonyesha huyu mtu ndio rafiki yako, huyu ndio mtu ulikuwa naye, wallahi jambo lilokuwa baya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana